Kuna mambo matatu manne nataka tuzungumze hapa ambayo yanalivua kanisa nguo, yanalizalilisha kanisa nguo, yanauzalilisha mwili wa Kristo nguo. Kwa vitu vitatu au mpaka vinne hivi kwa kadri ya neema ya Mungu nataka niveleze. Jambo la kwanza, kama mchungaji, kama mtumishi wa Mungu yeyote ambao umeitwa, unafanya huduma, ukaita watu waje kwenye huduma za maombi na maombezi, ukakutana na hao watu, ukafahamiana nao, alafu sasa ukaanza kuzini nao, ukaanguka nao, ukaanza kuzaa na washirika au ukawazalisha washirika, ukawapa mimba, mkatoa mimba. Ina maana kuzimu iliratibu hicho kitu kwamba utumie jina la Yesu ili ukutane na hao watu, ili wafanyie hao haya mambo, kwa sababu haikuwa na namna yoyote ya wewe kukutana na hao watu haya. Kwa hiyo umefahamiana nao kupitia jina la Yesu, ndio ukafanya hayo. Jambo la pili, ni watu ambao umewaita kwenye huduma ya maombi na maombezi, watapokea miujiza, watapokea watoto, wakaja vijana kwa wanaume, wakafahamiana kupitia huduma uliyoitangaza, wakaanza kuzini, wakaanza kupeana paka magonjwa ya zinaa, paka mimba. Manake yani shetani ameratibu hicho kitu, ametuma watu wake hapo kanisani watumie huduma yako hiyo kufahamiana, alafu waendelee kuzini na kupeana mimba ili walivue kanisa nguo. Jambo la tatu ni malalamiko kuhusu uvaaji wa mavazi makanisani. Ni kwamba kikawaida kibinadamu, mtoto anapozaliwa anazaliwa bila nguo, ila wanaomzaa wanajiandaa nguo za kumstiri atakapozaliwa. Mimi najua hivyo. Mtu anapokuja kwa mara ya kwanza kanisani kuokoka, hata kama avai vizuri anaruhusiwa kuja, ila atastiriwa, atafundishwa namna ya uvaaji wa ufalme wa Mungu. Kuna uvaaji wa kifalme, uvaaji wa kifarume unavyotakiwa kuwa. Okay, sema amen. Jambo la nne ni kwamba kama umewaambia watu watoe vitu, watoe sadaka fulani ambayo Yesu hakukuagiza, umetumia jina la Yesu kuwaibia watu vitu vyao, mali zao. Je, haya mambo hayapo? Kwa kuzimu inaweza katumia huduma yako kuwakutanisha watu wakutane, wasiendelee na huduma uliyoitangaza, wakaendelea mambo yao waliotoka nayo huko, ili kulivua nguo kanisa likaanza kutukanwa, likadhalilika. Shalom.